Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions, we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majumazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni kusabahi natumai kwamba mzima usalama ubweri wa afya. Jumanne ya tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2022 mpenzi mtazamaji, bado taifa la Kenya tungali tunaomboleza kuondoka kwa hayati aliyekuwa rais Mstaafu Mwai Kibaki mpenzi mtazamaji, ambaye kifo chake kilitangazwa Ijumaa wiki iliyopita na rais aliye mamlakani Rais Uhuru Kenyatta, na taifa tupo katika maombolezi hadi atakapozikwa siku ya Jumamosi kule katika nyumbani kwake Hodhaya, kaunti ya Nyeri. Kwa hiyo mtazamaji, nikukaribishe katika makala ya siku ya leo, makala speciali ya kumkumbuka Rais Mwai, makala ambao tumetenga ili angalau tuangazie mambo kadha wa kadha aliyoyatekeleza Mwai wakati alipokuwa rais wa taifa letu la Kenya. Mie ninaye kukaribisha katika makala ya siku ya leo ni mie wako Kaka Gega mtazamaji, na makala hewani sasa hivi ni Mezani, na hivi ndo mkoko na alika moa. Tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii. FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, Twitter ni @SkyCableTV Kenya, YouTube ni Sky Cable TV Kenya. Mie ni Kaka Gega katika mtandao FB. Nifuatilie kule, tuma maoni yako, unamkumbukia nini rais mstaafu Mwai Kibaki ambaye kwa sasa hivi ni hayati na mwili wake upo katika majengo ya bunge ambako umelazwa kule kuanzia hiyo jana hadi kesho kwa ajili ya Wakenya kutizama na kumpa heshima zake za mwisho. Mtazamaji, leo hii katika kipindi Mezani siko peke yangu, ninaye Bwana Kim ambaye tutashirikiana angalau kumkumbuka Mwai Kibaki kwa pamoja. Bwana Kim. Naam Kaka Tom. Awali ya yote ni kukaribishe katika makala ya siku ya leo na msabahi mtazamaji. Nashukuru sana Kaka Tom. Mwanzo kabisa wa kupata nafasi nyingine ya kukutana kwenye Mezani. Naam. Na nichukue fursa hii maridadi kabisa kumkaribisha mtazamaji wetu wa Sky Cable TV Kenya, na nimwambie aungane nasi ili tumakinike na tuweze kuyajadili mambo kadha wa kadha. Haswa muda huu ambao tunaomboleza kifo chake hayati mzee Stanley Emilio Kibaki, ambaye ni rais tunamkumbuka tu kwa mengi. Kwa hivyo ungana nasi mtazamaji na tutazidi kukupasha mengi. Na Bwana Kim, unamkumbuka Mwai Kibaki, unamkumbukia nini? Lile kuna kitu kimoja tu ambacho labda kipo akilini mwako leo hii unamkumbuka, unasema da, huyo naye alikuwa rais kweli. Ni kipi kile ambacho unakumbuka? Kaka Tom, mimi nimekuwa, nashukuru Mungu, nimekuwa na nafasi ya kutawaliwa na marais wote watatu isipokuwa rais Kenyatta, isipokuwa rais wa kwanza Jomo Kenyatta, hayati Jomo Kenyatta.
lakini nilitawaliwa na Moi muda kidogo sana, kisha Rais Kibaki. Na nakumbuka Kibaki ni kama alikuja na mageuzi. Manake tulikuwa watu walikuwa wamekuwa kwa utawala wa Moi kwa muda mrefu. Na kama inavyojulikana, binadamu yote wanapenda mabadiliko. Nakumbuka ule mhemko ulikuwa wakati aliutoa hatamu za uongozi Rais Kibaki. Na pia Kaka Tom, nikueleze nimenufaika mwaka mmoja na elimu ya bure. Manake Rais Mwai Kibaki alipochukua hatamu za uongozi, ulikuwa ni mwaka wa 2002. Na 2003 mimi nilikuwa namaliza darasa langu la 8. Kwa hivyo nilinafasika kusoma mwaka mmoja huo wa darasa la 8 na elimu ya bure ya bwana Mwai Kibaki, Rais Mstaafu. So unaweza kumbuka huo mhemko wa kwamba tumepata mabadiliko. Kwa hivyo na kupata hiyo elimu ya mwaka moja bure, ila tu hapo watu kama Kaka Tom wamesoma wamesoma muda wote na elimu ya bure. Lakini utakuja gundua kwamba elimu ya bure haiko ambavyo wanasema. Utakuja gundua licha ya kwamba ndio tunasema kuna elimu ya bure, lakini kwa kiasi kidogo sana. Mimi nitakwambia na uhakika na nimeshuhudia ni kwamba ni ya bure. Ila kuna zile vitu zinaitwa facilitation fee. Tukisema ni bure haiwezi kuwa ni bure 100%. Lazima pia mzazi anapewa majukumu madogo. Manake mimi nakumbuka madaftari. Kumbuka muda wetu wakati wa Moi tulikuwa tukifukuzwa sana twende nyumbani kuleta karo. Na wakati ule pia tulikuwa shule za msingi, lakini tulikuwa tunajua watu ambao walikuwa wakifukuziwa karo sana ama wakitumwa nyumbani waje na karo. Walikuwa ni watu wa shule ya darasa ya upili. Yes. Na mtazamaji, kwa hiyo mdahalo wetu studioni leo hii tunaangazia yale mambo ambayo aliyafanikisha rais ambaye amekusha ondoka, hayati Mwai Emilio Kibaki, ambaye hiyo jana mwili wake ulifikishwa katika majengo ya bunge na Rais Kenyatta na Bi Margaret Kenyatta. Basi walioongoza wa Kenya kutizama mwili huo, na leo hii bado ule mwili ungali katika majengo ya bunge hadi hiyo kesho, na siku ya Ijumaa kutafanyika ile hafla ama misa ya wafu katika uwanja wa Nyayo ama ni Kasarani Kim? Ni Nyayo. Kwa hivyo Ijumaa ndiko kutafanyika ile misa ya wafu. Kadhalika Jumamosi basi itakuwa ni shughuli ya kuzika ule mwili nyumbani kwake Udhaya kule Nyeri. Ya Nyeri. Kwa hiyo mtazamaji, ndo hayo basi, tuma maoni yako. Unamkumbukia nini Kenyatta? Kando na hivyo tutachambua mawili matatu Kibaki samahani. Kando na hivyo tutachambua mawili matatu kuhusiana na siasa. Kuna masuala ya mgombea mwenza, kuna masuala ya negotiated democracy. Jana tulishuhudia Bahati akilia akisema kwamba amenyang'anywa haki yake. Kwa hivyo ni baadhi tu ya masuala ambayo tutayaangazia mtazamaji, lakini kwa sasa tupate video yake Kibaki. Unajua alikuwa mcheshi kweli kweli. Kibaki alikuwa inasemekana ni mtu ambaye alikuwa ana ucheshi. Lakini pia alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na mwelekeo wake. Kwa hiyo mtazamaji, tupate video angalau tumkumbuke kwa dakika chache. Tutarejea baadaye kuendelea na mdahalo wetu. Ni Mezani, tizama. Hii mvua itakuwa ni kidogo, wewe hapana. Hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni pumbafu kabisa. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba,
angali anajivuna kutembea mbele ya watu na hana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. You are letting this to go down by allowing some teachers to drink too much. Oh yes. Oh yes. When we see so many drunkard teachers in so many schools, I am telling you, you are educating our own nation by mistake. Usije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe ate ndio ukatendeme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Hiyo wacha. Na mukule pombe huko mkiwa peke yenu. Sio lazima wewe kila siku ya pili ya tatu ati lazima uproduce mtoto. What the hell? Hapana. Hiyo ni kukosa adabu. Kiwa unataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata na yeye atawacha tu. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Na mtazamaji, basi mambo ndo hayo. Umekwisha zipokea baadhi ya kauli zake Mwai Kibaki ambaye kwa sasa ni marehemu, na sasa hivi Wakenya wamekusanyika katika majengo ya bunge kufuatilia ama kutazama ule mwili, kumpa heshima zake za mwisho. Mtazamaji, kuendelea na makala yetu, basi tuyapitie mawili matatu yaliyoko kwenye magazeti yetu siku hii ya leo mtazamaji, na mkononi mwangu ninalo gazeti la The Standard, na taarifa kuu ambayo imepewa kipaumbele mpenzi mtazamaji ni taarifa kuhusiana, wanasema kwamba running mate Rais team 6 more time. Maana IBC Kimu ilikuwa imetoa yale makataa na nafahamishwa kwamba Alhamisi hii basi ndio ilikuwa siku ya mwisho, lakini nafahamishwa kwamba wana kikao ambacho walikihairisha, pia hawakukitaka kwamba cha mazungumzo ili kuongeza muda. Ni kama pia wamehairisha huo mkutano. Naam, nilifahamishwa kwamba wamehairisha, lakini bado ni kama kuna siku zaidi, maana kulikuwa na malalamishi ya kwamba muda ambao labda wamepewa hawa wagombea basi ni mchache, na bado unajua hiki ni kibarua. Kwa hivyo mtazamaji, wanasema Azimio leader cut short UST trippers a coalition council meets IEBC to ask for extension of deadline to agree on who will be his deputy. Kwa hivyo mtazamaji, jana Odinga alisema kwamba ziara yake ya siku ama wiki moja kule Marekani basi ataikatisha angalau harudi nyumbani Kenya kushiriki mazishi ya Mwai Kibaki, kadhalika kuzungumzia hili swala la mgombea mwenza. Taarifa nyingine inasema kwamba Kenya honors Kibaki. Nasema kwamba former president's body will lie in state until tomorrow for wananchi to pay their last respect before is given a state funeral in his Othaya home in Friday. Kwa hivyo ni kwamba mwili wake Mwai Kibaki hayati kwa sasa
upo katika majengo ya bunge kwa Wakenya kupata nafasi ya kutizama ule mwili hadi hiyo kesho. Taarifa hiyo imeangaziwa kwa kina zaidi katika ukurasa wa 2, wa 3, wa 4, wa 6, 7, 8 na 10 katika gazeti lako la The Standard, mtazamaji. Na kadhalika taarifa nyingine pia ambayo imegonga vichwa vya habari inasema kwamba fuel shortage returns as school opens. Kwa hivyo ule uhaba wa mafuta tena unashuhudiwa nchini Kenya, kizingatiwa kwamba shule kwanza hiyo jana zilifunguliwa kote nchini. Kuna zile pilika za wanafunzi kurejea shuleni, na tunaambiwa kwamba kuna ile shortage ya mafuta. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwepo kwa muda mrefu na bado linaonekana. Taarifa hiyo ipo katika ukurasa wa 22, 24 na 22 na 24 wa gazeti lako la The Standard, mtazamaji. Kwa hivyo hizo ndo taarifa kuu 3 leo hii ambazo zimeangaziwa katika ukurasa wa mbele zaidi wa gazeti la The Standard. Basi nyakua nakala yako ya The Standard angalau upate mengi zaidi. Taarifa kuu ikiwa ni kumpa heshima za mwisho aliyekuwa rais wa 3 wa Kenya hii, hayati Mwai Kibaki, ambaye kwa sasa mwili wake upo katika majengo ya bunge kwa wananchi kutizama na kumpa heshima zake za mwisho. Nimpe nafasi Bwana Kim angazie gazeti la Daily Nation tubaini ni yapi yaliyoko. Bwana Kim. Naam, Kaka Tom. Mkononi nipo na gazeti ya The Daily Nation inayochapishwa na Nation Group. Na taarifa walioipatia kichwa ni taarifa ya kuhusiana na, wanasema nchi yaomboleza ni kuhusiana na kifo chake aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mwai Emilio Kibaki. Hiyo ndio taarifa walioipatia kichwa, na wameipa nafasi katika ukurasa wa 4, 5, 6, 8 na hadi 9. Manake huyu rais ni rais ambaye alikuwa anaenziwa sana. Pia naona kuna taarifa tu zingine zimeangaziwa ndani ya gazeti ya The Nation. Ni kwamba kuna uhaba wa mafuta unaendelea, na ni kwamba tume ama wale wanaitwa regulators ni kama wanasema another fuel crisis as EPRA sleeps on the job. Yes. Na pia kuna taarifa zingine wamezipa kipao mbele. Taarifa hiyo ya mafuta utaipata katika ukurasa wa nyuma wa The Nation. Na pia kuna taarifa nyingine wameipa kichwa ni kama kuhusiana na masuala ya siasa. Ni mjadala uliopo sasa ni ule wa kumtafuta mgombea mwenza wa wagombeaji wa urais, ambao tunawafahamu. Wale tunasema farasi ni wawili, mmoja wao akiwa ni kinara wa Azimio One Kenya Alliance ambaye ni Raila Odinga, mwingine ni ule, lakini wanaomba IBC wawapatie nafasi ni Azimio sana, One Kenya Alliance. Wale ndo ambao wanaonekana wanataka muda uongezwe. Kwa hivyo taarifa hiyo utaipata katika ukurasa wa 12, 13. Na pia kuna masala tu ya afya. Wanasema joint investigation exposes Kenya's malnutrition crisis. Ni kwamba kuna uhaba wa chakula na pia kuna shida, tunaangalia janga la utapiamlo hasa kwa watoto walio maeneo ya Northeastern. Yes, nadhani hizo ndo taarifa walizozipatia kipao mbele. Pia upande wa nyuma naona ni hiyo taarifa ya mafuta. Pia kuna taarifa nyingine tu ya mafuta yale ya kula. Fresh edible oil crisis in Malaysia, Indonesia to spark a price surge. Ni kwamba kuna nuiwa bei ya mafuta ya kupika itaongezeka, manake kule Malaysia na Indonesia kuna shida, kuna taharuki kidogo. Kwa hivyo kuna hofiwa pia bei ya mafuta iliyo juu ya kula itazidi kupanda zaidi.
taarifa hiyo iko upande wa nyuma. Naam Kaka michezoni. Leo wanaangazia mechi kubwa tu ya ubingwa Ulaya kati ya Real Madrid ya Uhispania na Manchester City ambayo inatokea Uingereza. Nadhani hizo ndo taarifa zilizopewa kipao mbele ndani ya The Daily Nation. Ukinafasika ikamate hiyo gazeti na utaweza kupata taarifa zote zilioko ndani. Naam, ni kushukuru Bwana Kim kwa maelezo mazuri zaidi. Mtazamaji, ndio yaliyoko kwenye gazeti ya The Standard kadhalika na Daily Nation. Kwa hivyo moja kwa moja tunaanza kuangazia masuala ya kuondoka kwake aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mwai Kibaki, ambaye kwa sasa ni hayati, na mwili wake kuanzia hiyo jana, leo na kesho upo katika majengo ya bunge ili Wakenya kutizama, kadhalika kumpa heshima zake za mwisho mwenda zake aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mwai Kibaki, ambaye tunasema kwamba ni hayati kwa sasa, na maziko yake yatafanyika Jumamosi kule Othaya, nyumbani kwake kaunti ya Nyeri. Lakini kabla tuzame katika mdahalo wetu, basi jana Kenyatta aliwasili katika majengo ya bunge na aliwaongoza rasmi wa Kenya kutizama mwili. Kwa hivyo tupate ile video ya Kenyatta kuwasili katika majengo ya bunge, na baadaye tutazama katika mdahalo wetu siku hii ya leo. Endelea kutuma maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii. FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, Twitter ni @SkyCableTV Kenya. Kaka katika mtandao wangu wa FB, tuma maoni yako, unamkumbukia nini hayati Mwai Kibaki. Tupate video ya Kenyatta hiyo jana akiwa katika majengo ya bunge. Na mtazamaji, karibu tena. Ni Kenyatta huyo jana akiongoza wa Kenya katika majengo ya bunge kutizama mwili wa hayati aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya, Mwai Kibaki. Na leo hii Bwana Kim, tutaangazia maoni ya watazamaji, maana ninamuona Masi Wambui anasema kwamba alimpenda sana Kenyatta. Alisema kwamba alipenda sana Kenyatta na utendakazi wake. Ni Kibaki. Sijui mbona nakosea sana. Ama nimezoea Kenyatta. Umezoea Kenyatta, inakubalika. Hata rais aliye mamlakani ni Kenyatta, so tunapotaja rais mara nyingi kinachogonga kichwani ni rais Kenyatta. Rais aliye mamlakani. Kwa hivyo ni Kibaki, mtazamaji, utaniwia radhi maana naona ugumu sana. Kwa hivyo ni Kibaki. Anaitwa Masi Wambui, anasema kwamba nimpenda sana Kibaki. Alisema kwamba alifanya kazi nzuri katika ukurasa wetu wa FB. Ni Masi anafuatilia makala yetu ya siku ya leo. Bwana Kim, kuna yale baadhi ya mambo ya Kenyatta ambayo aliyatekeleza, ama ile mipango yake aliyokuwa nayo wakati wa mamlaka yake. Kwa mfano, anasema kwamba yeye ndo mwanzilishi wa Thika Super Highway. Sema kwamba ulikuwa mradi wake na tunaona mafanikio hayo. Kadhalika wanasema kwamba kuna free primary school education, baadhi tu ya mambo aliyoyafanya Mwai Kibaki. Naam Kaka Toma, kama nilivyokuambia awali ni kwamba Kibaki alileta matumaini mapya kwa Wakenya. Manake walikuwa wametawaliwa muda mrefu na Moi. Lakini Kibaki alipoingia alileta mabadiliko mengi sana, na mabadiliko yanayofahamika sana kwanza ni mabadiliko ya kiuchumi. Kulikuwa na ile inaitwa economic revolution.
Unakumbuka wakati wa Kibaki ndo tu akiingia aliwezesha mtandao wa M-Pesa. Nakumbuka mzuri sana, alihakikisha mtandao huo umefanya kazi hapa Kenya. Manake pia wengi hawajui hivyo, lakini wakati wa Kibaki ndo sana mfumo huu wa kutuma pesa kupitia njia ya rununu ama simu ulibobea sana ama ulishika kasi. Manake aliwapa wale wafanyikazi wake katika wizara ya communication ambayo ni ya mawasiliano, nendeni mkafanye uchunguzi. Alipopewa ile blueprint ama ile wazo la M-Pesa inaweza fanya vipi, alihakikisha kwamba amewapatia wafanyikazi wake kazi kuhakikisha mtandao ule unafanya kazi. Na sasa tunaona manufaa ya M-Pesa. Ni kama kila mtu anategemea imeenda nje ya mipaka yetu ya Kenya, maana kule Somalia hata Tanzania M-Pesa iko kule. Yes, manake mfumo huu ulikuwa umejaribiwa nchi zingine lakini wakaogopa. Lakini Rais Mwai Kibaki ambaye ni marehemu sasa, alihakikisha kwamba mtandao huo umefanya kazi. Kwa hivyo hilo ni jambo moja la kumshukuru. Pia awali tulisikia usemi wa alikuwa anaongea mambo mengi tu. Na mimi nakumbuka sana wakati alishinikizwa na bibi yake, manake kulikuwa na uvumi, inasemekana ana mabibi wawili. Haswa alilokuwa linaongelewa sana ni kumhusu aliyekuwa mbunge wa Udhaya Kibaki alipotoka, alikuwa anaitwa Mary Wamboi. Mary Wamboi inasemekana alikuwa bibie, na tunajua mama wa taifa alikuwa ni Lucy Kibaki ambaye alilazimika kuja kwa wanahabari kutuambia yeye. Nakumbuka watu wengi walicheza sana na ule usemi wakisema yeye alifanya I have got only one wife. Alisema hadharani yeye alisema ana bibi moja. Lakini ishara ya vidole ni kwamba ilionyesha ana mawangapi? Wawili. So ni kati ya mambo tu tunayokumbuka Kibaki. Pia hiyo elimu ya bure aliwezesha, na Thika anachokumbukwa sana ni kutengeneza barabara ya kutoka Nairobi hadi Thika. Ndio iwe dual carriage ama iwe ya pande zote mbili. Kwa hivyo hayo ni baadhi tu ya mambo mengi ambayo Kibaki tunamkumbuka, na ni mtu ambaye alikuwa tu ni baba wa taifa. Na wanasema kwamba yeye ndo alichampion hiyo vision ya 2030. Alilaunch, ilikuwa ni mwaka wa 2006. 2006 alilaunch, na bado inazungumzwa sana. Kwa hivyo ilikuwa ni mradi wake huo. Ulikuwa ni mradi wake wa vision 2030. Na ambao bado natumai unaendelea. Hiyo ni kati ya mambo ambayo Kibaki alipoingia alifanya. Pia tunakumbuka sana vijana ambao ni waendeshaji wa bodaboda. Walipata nafasi nzuri sana ya kuleta bodaboda nchini. Manake Kibaki alipoingia mfumo wake wa siasa, tulikuwa tumezoea rais ambaye pia ni hayati Moi alikuwa sana anafanya kazi na wale tunasema western, wale watu wa Western Europe, America, wale wazungu. Lakini Rais Kibaki alipokuja alibadilisha mfumo. Akafanya kazi na wanaishi ambao ni sana ni China, Ujapani, zile nchi za Asia ambazo ni za East, tunasema ni East. Na hapo ndo vijana sana ukakuwa urahisi sana kuingiza bodaboda ambazo ni pikipiki hizi za kufanya kazi. Ushuru ukapunguzwa. Kibaki tutamkumbuka kwa mambo mengi sana, haswa ya kiuchumi. Manake alipokuwa Moi tulikuwa pabaya kiuchumi. Lakini Kibaki alikuja akatengeneza, manake kwa wakati mmoja yeye alikuwa ni makamu wa rais.
na pia alikuwa ni waziri wa afya, kisha baadaye akaingia kwa kazi yake anaipenda sana ya kuwa waziri wa fedha na uchumi. Na pia wanasema kwamba Kibaki ndo alipokea katiba mpya ya 2010, ile new constitution ambayo ipo hadi sasa hivi. Kwa hivyo alipokea na akaizindua rasmi. Alipokea na alizindua rasmi na pia yeye ni mmoja ya waanzilishi wa mchakato wa mabadiliko ya katiba. Kwa hivyo ila kidogo walipatana na msukasuko kwa minajili ya siasa, lakini hatimaye waliposhikana na Raila Odinga ambaye alikuwa ni kiongozi wa upinzani wakati ule, tukaweza kupata katiba mpya. Yes, na pia Kibaki alikuja na nakumbuka mzuri sana nikiwa shuleni nilimsikia akisema anataka ufisadi uwe zero tolerance. Anataka ufisadi uende chini kabisa Kenya uishe, na siku zake za kwanza siku zake 100 za kwanza alihakikisha amepigana na ugonjwa huu wa corruption, ila ulimzidi nguvu. Lakini alijaribu, manake nakumbuka ule ndo wakati sakata nyingi sana za ufisadi zilifichuliwa, kama zile za Golden Bag, ziko tu mingi, Anglo Leasing. Kwa hivyo ni mtu ambaye pia alikuwa anapigana na ufisadi kwa kina. Na pia anakumbukwa alikuwa na ile Street Families Rehabilitation Trust Fund, wale watoto wa kurandaranda mitaani. Basi alileta ule wakfu na bahati sana Kaka Tom, wakati ule Nairobi, kama unaweza kumbuka, mimi nilikuwa Nairobi wakati wa Mwai, na nilikuwa watoto wa kurandaranda mitaani walikuwa wametapakaa ama walikuwa wamejaa kila mahali ndani ya ile tunaita CBD, Central Business District ya pale Nairobi. Na walikuwa tu wanazua vurugu, walikuwa wanyang'anyi, muonekano wa wale watoto kuwa pale. Kwa hivyo huo mfumo wa kurehabilitate alikuja nao, na wale watoto wakaondolewa, na Nairobi wakati ule sasa ndo ikakuwa safi, na wale watoto wakapelekwa, wenye waliweza kupelekwa mahali walipelekwa, na wakakuwa rehabilitated na wakatoka kwenye streets. Kwa hivyo kazi zake nzuri tu za Kibaki. Na wanasema kwamba retired at 1.8 trillion public debt. Kwa hivyo yani akiondoka mamlakani alistaafu na kukiwa na ile deni ya bilioni 1.8 ya deni la taifa, lakini ukiangalia sasa hivi limeongezeka, linaelekea sijui ni 10 nini. Ni 11. Manake ile debt ceiling ni kama inazidi kupanda. Lakini nimewasikia watu wengi tu wakisema hivyo, lakini Kaka Tom, kumbukwe shida ambazo zilikuwa ni za Rais Mwai hazikuwa za Kibaki. Na zilizokuwa za Kibaki sizo za Uhuru Kenyatta, manake kuna tu mabadiliko kimataifa, kuna nini, uchumi mara nyingi. Kaka Tom, mimi nakumbuka wakati mmoja nikitumwa dukani nikanunue mkate kwa shilingi 15. Lakini hatuwezi sema mkate umeshuka bei, umeendelea kupanda bei kulingana na kadri muda unavyosonga na mambo dunia mzima yanavyobadilika. Kwa hivyo kuchangia mambo ya uchumi wa Rais Kibaki na kulinganisha na Uhuru Kenyatta, hapo kidogo naona itakuwa ngumu. Manake pia wakati ule nakumbuka watu hawakuwa wengi vile, population ya watu haikuwa nyingi, lakini sasa wanaenda wakiongezeka. Na pia unakumbuka katiba pia imekuja na mzigo mkubwa sana. Hii katiba ambayo aliipokea kutoka kwa Amos wako ni kwamba ilikuja na mizigo fulani ambayo imemkuta Rais Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kiuchumi tuwaweza kosa kulinganisha maraisi, kila mtu ana mambo yake tu maalum yanajitokeza. Kaka Tom.
Na tukimalizia swala la hayati Kibaki, ukiangalia serikali yake wanasema kwamba uchumi ulikuwa sawa na hakukopa sana, ambavyo rais wa sasa unaona kwamba alipostaafu basi aliacha deni la shilingi bilioni 1.8, lakini sasa hivi serikali ya Kenyatta wamekopa kiasi kwamba huenda tukapiwa marufuku, sasa hatutaruhusiwa tena kukopa. Unaona ni wapi tofauti kati ya serikali ya Kibaki na Kenyatta sasa hivi? Maana Kenyatta amekopa sana, lakini ukiangalia uchumi bado ni mbaya, Wakenya wanalia. Tofauti iko wapi na ni kipi Kenyatta amekosea? Kaka Tom, nikuambie hivi, hakuna serikali ambayo haikopi pesa. Lakini Kibaki pia kuna madeni yanayolipwa na Uhuru Kenyatta ambayo alikopa. Na ni bayana kwamba pia Uhuru Kenyatta akiondoka, rais ambaye atamrithi pia atakuwa na ule mzigo. Ni kwamba pia Kibaki aliwacha mzigo fulani wa kulipa deni, ila si mingi sana. Ni pale tu tumesema Kaka Tom, mfano mzuri nikupe, kwa nyumba yako ukiongezeka mtoto mmoja ama mgeni, inabidi pia wewe pia urudi mfukoni kidogo ili uweze kugaramia. So mimi naona Uhuru Kenyatta anachofanya si tofauti, ila kukopa, sisi tunakopa na nchi inajulikana wakati inakopa inafaa pia kuwa ina produce. Lakini mara nyingi sisi tunakopa, tunatumia, ili hali hakuna, hatuoni matunda yoyote, hatuwekezi sana. So hapo ndio shida. Kukopa si shida, juu hakuna nchi ambayo itanawiri ama itasonga mbele bila kukopa. Ni kwamba nyinyi kadri mnavokopa, kuna nini mnafanya ya kuwekeza ndo muweze kulipa ile deni. Pia mara nyingi unakopa huu ulipe, ni merry go round, ni ile mfumo wa merry go round wa kulipa madeni. Kwa hivyo masuala ya uchumi na deni ni masuala magumu. Lakini tunakumbuka Kibaki alifanya mzuri sana akilinganishwa na mwenzake Uhuru Kenyatta. Lakini pia Uhuru Kenyatta amekopa na kazi amefanya nyingi, si kwamba namtetea, lakini huu ndo ukweli wa mambo. Ni kwamba hakuna rais yeyote wa Kenya ambaye amefanya kazi kushinda rais Uhuru Kenyatta. Ni kwamba ndio yapo madaftari, enda kwenye vitabu vya statistics uone. Ni vile tu yeye amekuwa ni mwanasiasa sana. Kibaki hakuwa mwanasiasa, alikuwa anafanya kazi. Unakumbuka mzuri sana hata Kibaki, sisi tulokuwa tunamuunga mkono, ni kwamba tulikuwa tunakasirika sana, tunasema mbona rais anatusiwa, amewekewa cheche za maneno, upinzani umemsukuma, lakini dakika ya mwisho yeye hatajibu, yeye atafanya chochote. Nyinyi mtaona tu matokeo, Thika Road inaendelea, kuna mambo mengi yanaendelea. Lakini Uhuru Kenyatta shida yake moja tu, ni kwamba ni mwanasiasa, yeye amejitosa katika siasa mara nyingi. So ndo unakuta kuna kazi yake ionekani sana, kinachoonekana ni siasa. Lakini nikuambie kinaganaga, ukienda kwenye vitabu na zile za uchunguzi, ni kwamba yeye ndiye ule rais ambaye amefanya kazi nyingi sana, haswa kukuza uchumi kushinda rais mwingine yoyote. Ila anaendeleza kazi nzuri tu. Unajua alichukua hatamu za uongozi kutoka kwa Rais Kibaki. Kwa hivyo pale nadhani amesonga na mkondo huo. Ila tofauti kidogo tu manake ya situation tulionayo. Na tukimalizia kabisa swala hili la hayati Kibaki, ukimfananisha na rais ambaye aliye mamlakani sasa hivi, inasemekana ya kwamba siasa zake Kibaki alikuwa anazifanya kwa ustaarabu, hakuwa anaonesha kwamba mimi tofauti na Kenyatta ambaye sasa hivi amesema kwamba anamuunga mkono waziwazi tena bila wasiwasi Odinga. Yani tunaambiwa kwamba Kibaki hakuonesha, licha ya kwamba alikuwa na mtu wake ambaye alikuwa anamuunga mkono, lakini siasa zake alizifanya kwa ustaarabu. Ndio maana Wakenya wanasema kwamba mbona Kenyatta siwe kama Kibaki, aende nyumbani tu
yani aende nyumbani tu bila kusema mengi, kwa utulivu, kwa ustaarabu? Uhuru Kenyatta ya kwanza naweza sema ni kweli amekuwa tofauti, amekuwa kwenye pilika ama moja kwa moja kwa siasa za kila siku za nchi. Si kama Kibaki. Kitu cha kwanza pia tunaweza angalia Kibaki alikuwa kwa siasa muda gani, na alipochukua hatamu za uongozi alikuwa na miaka ngapi? Manake siasa za Moi zilikuwa tofauti na za Kibaki. Kibaki akaja na zake, pia Uhuru ana zake. Kwa hivyo siasa ni siasa tu, na kumlinganisha Uhuru Kenyatta na Mwai Kibaki kwa minajili ya siasa, nadhani Uhuru Kenyatta na uhuru wa kumuunga mtu yote peupe mkono. Hata Kibaki alikuwa nayo, lakini aliamua kwamba anataka kufanya ustaarabu. Ndio, lakini nimekuambia kuna swala la miaka. Pia kuna kuchoka na siasa. Kwa hivyo Kibaki alikuwa amechoka na siasa, manake alikuwa kwa siasa takriban akichukua uongozi alikuwa katika bunge ndani miaka karibu 50. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa siasa zimemchosha, na pia alikuwa mtu ana miaka zake, sasa anataka aende akapumzike. Ukimwangalia mwenzake Uhuru Kenyatta bado inasemekana ana ule umri wa kuchapa siasa bado. Yeye hawezi kwenda kustaafu kulisha ng'ombe ama kule. Lakini yake imeisha basi. Imeisha, lakini imeisha imaanishi siasa zimekwisha ndani yake. Wazungu wanasema once a politician always a politician. Lakini manake pia yeye anataka kumpa mtu ambaye anajua ataendesha nchi nzuri na atalinda maslahi ya Wakenya na yake binafsi. Kwa hivyo Uhuru Kenyatta hajafanya makosa yote kujitosa kwenye siasa na kusema anamuunga mkono nani peupe. Na mtazamaji, ni Bwana Kim huyo akihitimisha kitengo hiki cha kwanza, kitengo ambacho kimekuwa ni speciali kumkumbuka aliyekuwa rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya mstaafu hayati Mwai Kibaki, ambaye kuanzia hiyo jana, leo na kesho mwili wake umelazwa katika majengo ya bunge kwa wananchi kutazama mwili huu, kumpa heshima zake za mwisho. Taifa tunaomboleza tangu alipoaga dunia kulipotangazwa na Kenyatta hadi Jumamosi atakapozikwa kule Hodhaya, kaunti ya Nyeri. Mtazamaji, zidi kutuma maoni yako, unamkumbukia nini Kibaki na heshima zako za mwisho unampa ukiwa wapi? Kwa sasa hivi namuona anaitwa Mer Size ayupo ndani, anasema kwamba anafuatilia makala yetu ya siku ya leo. Kadhalika kunaye anaitwa SK Junior, anasema ako ndani katika makala Mizani Mezani. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni japo kwa muda mchache, tunarejea katika sehemu ya pili tuangazie mawili matatu kuhusiana na siasa, lakini kumbuka leo hii ni makala speciali ya kumkumbuka aliyekuwa rais wa 3 hayati Mwai Kibaki. Mizani Mezani, tunakwenda mapumzikoni, tunarejea muda si mrefu, usikwende mbali. Are you looking forward to have an amazing spa day? Sony Dance Barber Salon and Spa offers haircut services, pedicure, manicure services, facials, nails, braiding, weaving, dreadlock retouch, ear piercing, and makeup services. We are located at Kasarani Majimazuri Stage, Kiambu Kirigiti next to the stadium, and Thome Maroroi bypass. For more information, call us on 0715 646 358. Are you looking for someone to cover your special occasion? Look no more. High Heights Productions we offer live streaming services, wedding coverage, burial coverage, music and video production, documentary shoots, photo shoots, event organization, and graphic designs. High Heights Production, we serve you the best.
Na mtazamaji, karibu tena katika sehemu ya pili ya makala Mizani Mezani, makala spesheli ya kumuenzi, kumkumbuka na kumpa heshima zake za mwisho aliyekuwa rais wa 3 mstaafu Mwai Kibaki, ambaye kwa sasa hivi tangia hiyo jana mwili wake umekuwa katika majengo ya bunge kutoa nafasi tukizi kwa Wakenya kutizama ule mwili. Hiyo jana Rais Kenyatta na Bi Margaret Kenyatta na viongozi mbalimbali serikalini akiwemo naibu wa rais Daktari William Ruto waliutizama huo mwili na kuwapa wananchi nafasi ya kufanya vivyo hivyo, mtazamaji. Kwa hivyo zidi kutuma maoni yako, unamkumbukia nini Kenyatta, na tuambie unafuatilia makala Mizani ukiwa wapi. Kumbuka kwamba mitandao yetu ya kijamii, FB ni Sky Cable TV Kenya, IG ni Sky Cable TV Kenya, Twitter ni @Sky Cable TV Kenya, YouTube ni Sky Cable TV Kenya, na tupo mpashara sasa hivi katika mitandao yetu yote. Tufuatilie kule, tuma maoni yako. Mimi ni Kaka Mogega katika mtandao wangu wa FB, na mara moja tunaingia katika masuala ya siasa, kikubwa tukiangazia mgombea mwenza na masuala ya kuwapa watu tiketi za moja kwa moja. Bwana Kim, yes, hili swala limeleta tumbo joto, swala la kutoa tiketi, wanasema kwamba negotiated democracy. Lakini kabla tuingie ama tuzame, tupate sauti yake Bahati hiyo jana akilia peupe akisema kwamba hawajamfanyia haki. Kwa hivyo tupate Bahati tusikie na nini cha kusema. I am also in Azimio. And this certificate here is not only for Bahati. This certificate represents many other youths. This is a sign of hope. I respect you, my president, and I respect Honorable Raila Amolo Odinga. But please, give the youth of this country a chance. I know there is zoning, and Mathare has been zoned as an ODM area. But for this one time, give the youth of this country a chance. Give the people of Mathare a chance to get the leader they have always wanted. I am also in Azimio. And this certificate here is not only... Na mtazamaji, ni Bahati huyu KO anasema kwamba ni mtoto wa mama mwimbaji maarufu nchini Kenya. Alikuwa na azima yake ya kugombea kiti cha ubunge katika eneo bunge la Mathare, na chama cha Jubilee walikuwa wamempa tiketi ya kuwa mgombea kupitia chama hicho, lakini hiyo jana walisema kwamba basi hiyo tiketi tena wanampokonya. Bwana Kim, yes, naam, swala la negotiated democracy limeleta mambo si mambo. Tumeona vilio, tumeona watu wakilalamika. Kule Mombasa tuliona watu wakilia, asua wakitokwa na machozi. Bahati ndio huyo jana akisema kwamba hamna haki. Timu Anyonyi alikuwa agombee ugavana wa Nairobi, lakini nafasi ikaenda kwake Paul Kapigadhe. Unazungumzia vipi haya mambo? Ni kwamba Kaka Tom, siasa kwanza mwanzo kabisa niseme, unapojitosa katika uringo wa siasa ni lazima ukuwe mtu mkakamavu, na pia ukuwe umejipanga mzuri. Manake mara nyingi siasa ni mchezo tunasema ni mbaya, na unakwenda ni mchezo wa interest na competition of ideas. Kwa hivyo masuala haya ya kupangwa ni kawaida siasa, na mara nyingi mtu kama Timu Anyonyi ni kwamba alisikizana na kinara wa chama chake,
na kwamba kuna ambacho alichoambiwa ama kahidiwa. So ndo unakuta wengi wanaweka matumaini ama azma zao chini ili kusupport chama. Manake kama kungekuwa na timu Wanyonyi Nairobi, kuwe na Polycarp Igathe, kuwe na Ngatia na kuwe na ule Madam Kagure, na pia upande mwingine wako na mgombea mmoja. So dakika za mwisho utakuta ile tiketi imekwenda na mpinzani wako, so lazima ujipange. Wengine manake wanasema serikali ni kubwa na kazi zipo tu nyingi unaweza pata. Kwa hivyo azma zako kwa sasa ukiziweka kando, kama ni timu Wanyonyi na unajua pengine amehaidiwa kitu, akatulia pia. Na katika samahani kidogo, katika hili swala la Bahati, Bahati ni kama anachukuliwa tu si mwanasiasa, manake ni ule tunasema political baby, ni mtoto wa kisiasa. Amejitosa tu kwenye ulingo wa siasa. Ni kwamba pia chama saa zingine bila kuleta mambo ya siasa wanaangalia, wanafanya ile kitu inaitwa opinion poll, ama wanaangalia nguvu za mgombea wao, wanaona kama ataweza kudeal na wapinzani. So ni kama Bahati kidogo amelegea kwa upande huo. Manake kitu cha kwanza tunasema ni mara ya kwanza, he's a political baby, na anayekwenda kushindana naye ni mtu ambaye pengine amekuwa kwa siasa muda mrefu. Cha pili, kilicho pengine changia anyang'anywe ama pokonywe ile tiketi ni kwamba alikuwa, unajua chama cha Jubilee hawakufanya nominations, walikuwa wanapeana direct tickets. Ni kwamba shida ilikuwa apewe, mwingine akaja akachukua. So hapo kuna tatizo kidogo. Kwa hivyo utoto tu wa siasa, na pia mgombea ako ndani ya Azimio, ndo ngoja nataka kusema yuko ndani ya Azimio la Umoja, na pia kuna mgombe mwenye ambaye yuko ndani ya Mathare kama mbunge, yuko bado ndani ya chama cha Azimio. Kwa hivyo hatutaki wabunge wawili wa chama cha Azimio kugombea. So hiyo ni mojawapo ya sababu ambazo zilifanya akapokonywa ile tiketi. Lakini Bwana Kim, uone ya kwamba ili swala la labda kumpa mtu tiketi ya moja kwa moja, na labda kuna wagombea wengine wengi ambao wanataka hiyo tiketi labda kwa kupitia chama kimoja, na hamna mchujo ambao unafanyika, uone ya kwamba labda kutaleta masuala mbalimbali katika chama siasa, na labda kuchangia watu fulani kujiondoa katika vyama. Siasa Kaka Tom, yako mabadiliko mengi ambayo yamefanywa. Tunakumbuka kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Timu Wanyonyi. Timu Wanyonyi alianza siasa zake miaka 2 iliyopita ili kuwania ugavana wa Nairobi, lakini imefikia akaweka hizo azima zake kando, manake ametumia fedha na pia amefanya kazi nyingi, amejiuza, lakini dakika za mwisho amesikizana na kinara wa chama. So kwa siasa mabadiliko hufanyika kwa minajili ya chama kunufaika. Kwa hivyo nadhani mambo yanayofanyika hivi sasa ni siasa tu, na Bahati ya kujipanga mzuri, na venye alipata hiyo tiketi pia pengine alipata kwa hali tatanishi. Manake ndio tunasema watoto political babies wanaoingia tu siasa karibuni bila kufanya uchunguzi wanapewa, pengine anatapeliwa mambo kama hayo. Lakini tiketi ilikuwa ni ya chama, maana tiketi ilikuwa ni ya chama, kumaanisha kwamba labda alipata kwa njia ambayo haikuwa ya haki. Alipata kwa haki, lakini si jambo gumu la kubadilika tu. Angeingia mazungumzo. Ndio nimesema siasa yeye lazima amepatwa na mpepetuko, manake ni mchanga wa siasa, lakini angekwenda kwa wenye chama wazungumze nao, pengine angepewa sababu. Kama kuna fedha ambazo ametumia angeambiwa tutakuregeshea, lakini yeye alikimbia kwa wanahabari
kuanza kutoa kumwaga machozi pale, manake ya kuleta tu mtaharuko. So nachosema ni kwamba alivyofanya angefanya hivyo, kwanza angezungumza na chama kabla ya kwenda kuongea na wanahabari. Lakini sidhani kama mnala kuzungumza na chama iwapo wameamua kukunyang'anya ile tiketi na labda hawakukaa chini wakwambia kwamba hii ndio sababu aswa ilifanya tukunyang'anye. Kwa hivyo haikuwa haja ya kwamba enda kazungumze na chama. Tuliona hivyo kule Igembe ambako huyu MC Jesse alivyoambiwa kwamba basi ajiondoe amwachie mwingine. Jesse akafikiria akasema kwamba mimi nitarudi basi kwa mgombea huyo. Lakini yeye kwanza alitoka kwa hiari, kisha pengine sijui hesabu alizozifanya. Unajua una kama huko umejadiliana na bibi yako ama ndugu yako ama jirani yako ambao wanakuunga mkono kisiasa, ni kwamba mara nyingi utakuta ukienda nyumbani unapata shinikizo lingine, inakubidi sasa ubadilishe msimamo wako, Kaka Tom. Yes. Na tuachane nayo, maana hayo tumeyashuhudia sana. Tukianza kule Igembe, kule Mombasa tuliona watu wakilia aswa wakisema kwamba hii haki. Bahati tumemwona akilia. Tumeona Jao ambaye alikuwa ni muimbaji pia naye alilia. Timu Wanyonyi pia aliambiwa kwamba gavana wa Nairobi amwachie mwingine. Kwa hivyo yametokea mengi, lakini tuachie hayo mbali. Tukimalizia, maana naambiwa kwamba muda wetu si mwingi vile, tuingie katika masuala ya mgombea mwenza ambayo yanaendelea kuleta tumbo joto miongoni mwa hao ambao tunaambiwa ni farasi wawili nchini Kenya. Odinga alikuwa ameondoka nchini kuelekea Marekani, lakini safari yake basi alikatisha arudi nchini Kenya. Nadhani ya kwamba anarudi leo kuhudhuria maziko yake Kibaki kadhalika na kuangazia ya masuala ya mgombea mwenza. Kuna kauli ambayo inasema kwamba no Kalonzo, no Raila. No Raila. Nani ana hiyo kauli? Labda unipashe. Kauli ipo aswa wanaosema hivyo ni akina nani? Wakamba wamesema hivyo, wakiongozwa na anaitwa Dan Maanzo. Kaka Tom, ni kwamba swala hili la kumtafuta mgombea mwenza linaleta tumbo joto haswa tukiangalia makataa yaliyotolewa na Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi IEBC, kusema ni kwamba imepeana makataa ya siku 2. Sasa leo ni tarehe 26, kwa hivyo zimebaki siku 2. Manake wagombea urais wanafaa kuwa wamewasilisha makaratasi yao ya tiketi tarehe 28 mwezi huu, na siku 2 zimebaki, na ni kama kulikuwa na mkutano leo wa mazungumzo ili kuomba waongezwe muda wa kutafuta mgombea mwenza. Na tatizo hili lipo katika chama ama muungano wa Azimio, manake pale inasemekana wapo watu wengi tu ambao wana uwezo wa kuwa wagombea wenza. Ewani wanavyosema na Kingenge wanasema they are spoiled for choices, hawajui ni nani. Kwa hivyo wanaomba muda uongezwe kidogo, na pia wakicheza siasa wakingojea upande ule mwingine wa Kenya Kwanza, ila wale hatujasikia wana tatizo, ila pia tatizo zao zipo chini ya maji kama ambavyo tunaziona zipo chini ya maji. Manake tunaelewa kule anayesema ni mmoja tu, na atakavyosema huku wengine unaona wanabuni kamati za kujadili mambo. Manake it's not a one man show. Kwa hivyo ndo unakuta kuna tatizo la hilo la upande wa Azimio kutafuta mgombea mwenza. Ni kama nasikia kuna fununu upande wa Kenya Kwanza tayari washabaini ni nani ambaye atakayekuwa. Labda tuambie ni yupi? Kuna fununu ambazo hazijathibitishwa. Wanasema Musalia Mudavadi ni kama yeye ndo atapewa ile tiketi ya kuwa mgombea mwenza. Asilimia kubwa tu inasema yeye ndo atapewa ile tiketi, lakini ni taarifa ambazo hazijathibitishwa, lakini ni kama wao wameseto. Lakini upande wetu wa Azimio kidogo
kuna mazungumzo, manake wazuri ni wengi ambao wana ile nafasi ya kuwa wagombea wenza, ndo manake tunabuni tume za kujadili ni nani ambaye anaonekana ana muonekano wa taifa na ambaye ana uzoevu na ambaye ataendana na kiongozi na kinara. Yeah. Wanasema kwamba yupo Charity Ngilu, maana kuna wale wanawake, muungano wa wanawake sijui kutoka kule Ukambani, walisema kwamba sisi tunapendekeza kwamba huyu Charity huyu basi naye apewe nafasi. Kuna Martha Karua, kunaye Kalonzo Musyoka. Actually Kaka Tom, Ali Hassan Joho. Kuna Ali Hassan Joho. Ni kwamba majina yaliyowasilishwa ni majina mane. Moja ni ya Martha Karua. Pia kuna nani huyu? Kuna Kalonzo Musyoka. Kuna Ali Hassan Joho. So wale ni ambao majina yao iliwasilishwa, lakini ni kwamba kuna muungano wa wamama ulioko ndani ya Azimio la Umoja ukiongozwa na Bi Charity Ngilu, ambao wanaunga mkono apewe Martha Karua kama mgombea mwenza wa chama cha Azimio One Kenya Alliance. Yes, kwa hivyo mimi naomba muda usiongezwe. Nataka tubaini mapema ndo, maana pia ukiendelea kuongezwa ni kama wanazembea, yani ni kama wanazembea. Kwa hivyo ule uoga wa kusema kwamba huyu ndiye tumemchagua. Na kuna ile pengine naweza sema political utapeli wa kisiasa. So na wanangojea ule upande mwingine utangaze. Kuna ile kungojeana nani. Manake Kaka Tom, kuna swala ambalo limeleta tumbo joto kabisa, linafanya swala hili liwe gumu kabisa. Ni hili swala la mgombea mwenza kutoka katika eneo la mlima. Hapo ndo tatizo inakuwa, manake tunasema kama si mgombea mwenza wa kutoka Central, pande zote mbili, kutakuwa na hali ngumu ya siasa, manake tutaweza kwenda runoff, manake pale watakuwa na ile kitu inaitwa voters apathy. Watakuwa hawana ile nini ya kuhakikisha wako kwenye siasa, manake hakuna mmoja wao. Lakini tusubiri tu tuone mambo yatakuwa vipi, Kaka Tom. Na tukimalizia Bwana Kim, najua wewe ni ashiki mkubwa wa Azimio la Umoja One Kenya, na wamesema wenyewe akiongozwa na Dani Manzo ya kwamba iwapo Kalonzo hatateuliwa kuwa mgombea mwenza wa Odinga, basi kura za Ukambani hawataziona. Ndivyo wote wanavyosema, Kaka Tom. Pia upande wa mlima wanasema vivyo hivyo. Manzo na upande wa Eastern wanasema hivyo hivyo, lakini hizo ni siasa tu, manake wasipopiga watakwenda upande upi. Wakisema hawataingia kwenye Azimio la Umoja, watakwenda kupiga kwenye Kenya Kwanza. Kenya Kwanza watapata nini? Na wale tayari washajipanga, lineup yao, namba wamepeana, lineup yao iko sawa. Kwa hivyo nadhani tu ile ni shinikizo la kuhakikisha mgombea mwenza amefanya. Manake hizo ndo siasa, unavuta kamba upande wako ndo uhakikishe interest zako zimeangaziwa. Na tukimalizia Kim, kwa mtazamo wako, miongoni mwa hao wote ambao tumewatajia, kunaye Bingiru, Charity, kunaye Martha Karua, kunaye Kalonzo, kuna Ali Hassan Joho, chaguo lako ni lipi katika Azimio la Umoja, ama mgombea mwenza wa Odinga unaona awe yupi? Kwa maoni yangu binafsi, mimi kama Kim, naona akipata Martha Karua, manake ni mwanasiasa mzoevu. Ni mwanasiasa amekuwa pale muda mrefu, na ni mwanasiasa na msimamo mzuri. Hatujampata kwa masuala ya ufisadi, na pia analeta ule uso wa wakina mama kwenye Azimio la Umoja. Pia wamama wamekuwa wakisema muda mrefu pia wanataka kuwa katika uongozi, haswa wa pale juu zaidi. Na ni kwamba Martha Karua ataleta ule muonekano,
na pia anatoka katika eneo la mlima, kwa hivyo ni kwamba atakuwa tu ana nafasi nzuri na anaweza kuwa mgombea mwenza mzuri sana wa Raila Odinga. Umesema kwamba Karua ana uzoefu, kumaanisha kwamba Kalonzo hajakuwa kwa siasa kwa muda mrefu. Kalonzo amekuwa kwa siasa muda mrefu, lakini tunajua kuna hali ya mshike kati yake na kinara, manake wamekuwa tiketi moja mara mbili sasa. Na ni kwamba baba anamjua Kalonzo mzuri, ni mtu mfumo wake wa siasa ni wa mabadiliko, wa kutoeleweka. Kwa hivyo anaweza kuwa ni mtu ambaye atamsumbua, manake hivi sasa utakaye kwenda na yeye kwenye tiketi ni mtu ambaye unamwamini, mtu ambaye hata kusumbua, manake hamna njia ya kuachana. Kama tunavyoona hivi sasa naibu wa rais na rais wake ni kama hawako pamoja, lakini kwa vitabu na makaratasi wapo pamoja, manake katiba imesema hivyo. So ni lazima ukimchagua mtu umchague mtu ambaye anaelewa sheria na ni mtu ambaye atakuunga mkono na mtu ambaye mnaendana. Mara nyingi nakumbuka tu Martha Karua na mtu ambaye anaitwa Raila Odinga wamefanya kazi pamoja, haswa katika mageuzi ya kuleta katiba na kupigania haki za kibinadamu. Kwa hivyo ni kama wanaendana kwa hiyo sekta. Kwa hivyo nadhani Martha Karua anaweza kuwa mwanahabari mgombea mwenza mzuri sana wa Raila Odinga. Kalonzo yupo lakini anaweza pata nafasi ni nyingi tu, anaweza pewa yoyote, lakini Kalonzo sijui kulingana na wanavyopelekana na Raila Odinga ni kama hawana ile tunaita rapport. Kwa hivyo tutaona itakuwa vipi. Na Bwana Kim, kufikia hapo tutalikunja jamvi letu leo. Hii imekuwa ni makala special. Upande Kakatom nikukate kidogo, upande wa Kenya Kwanza utaki kujua nani namuona muda ungekuwepo basi tungeliangazia hilo zaidi. Lakini nafasi ipo bado. Jumanne ijayo majaliwa tutayangazia mengi zaidi, tutakuwa tunabaini nani ndo nani, hata tutakuwa tushajua ni kipi kinaendelea, maana kufikia wiki ijayo tutakuwa labda ya sahau masuala ya kifo cha Mwai Kibaki, maana atazikwa Jumamosi. Kwa hivyo tutaingia siasa rasmi sasa kuanzia Jumatatu. Kwa hivyo tulikunje letu jamvi la Mezani. Mtazamaji, leo hii imekuwa ni makala speciali samani ya kumwangazia aliyekuwa rais wa 3 wa Kenya hii hayati Mwai Kibaki, na ambavyo nilikudokezea awali, hiyo jana, leo hii na kesho mwili wake umelazwa katika majengo ya bunge, kuwapa nafasi wa Kenya kutazama ule mwili, kumpa heshima zake za mwisho Kenyatta na kuyakumbuka yote, yani kumpa heshima kijumla. Na jana kiongozi wa taifa Rais Kenyatta aliwaongoza wa Kenya kutazama ule mwili, na kumbuka kwamba hafla ama misa ya wafu itafanyika siku ya Ijumaa katika uwanja wa Nyayo, kadhalika Jumamosi kule Udhaya basi atazikwa rasmi hayati Mwai Kibaki, mtazamaji. Kwa hivyo SK Junior shabiki wetu ambaye alianza nasi namuona yupo nasi, kuna Masi wa Mbui anafuatilia makala yetu ya siku ya leo, kadhalika kunaye anaitwa ni Mary Size vile vile anafuatilia makala yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo shukrani ya jazila kwako wewe mtazamaji kwa kufuatilia makala yetu ya siku ya leo, na kwako Bwana Kim ni kushukuru sana kwa kushirikiana nami, kadhalika ni mshukuru Fiz ambaye ni mwelekezi wetu. Sisi nawe mtazamaji tuonane Jumanne juma lijalo tunapoendelea kuomboleza kifo cha hayati Mwai Kibaki, lakini mimi na wewe tupatane Ijumaa katika makala ya Mezani. Mimi nimekuwa wako Kaka Tomogega, nikutakie wiki ya kufana, na tukitamatisha labda mwelekezi wetu atamatishe na zile kauli zake Mwai Kibaki. Basi kwa heri kwa sasa.